Yes, warigani mpenzi mtazamaji wa JP TV, hii ni channel yako pendwa kabisa, habari za uhakika. Rangu jina naitwa Juma Musa. Ngoyo ukipenda nite JMG Star, itakuwa imekaa poa zaidi. Leo bwana, ndani ya JP Studio tuko na mgeni, ni msanii mkongwe sana, tutakwenda kupiga naye story 2-3, lakini vile vile atakwenda kujitambulisha sikwambii. Niko naye hapa, huyu hapa. Yes, kwa majina bro unaitwa nani? Kwa jina mimi naitwa Alexander. Kwa jina la kisanii mimi naitwa Cheleman. Yes, Cheleman kama alivyokwenda kujitambulisha. Bwana, leo tuko na Cheleman ndani ya JP Studio, habari za uhakika. So moja kwa moja tunakwenda kupiga na story. Turudi nyuma kidogo, ilikuwaje mpaka ukajihusisha katika masuala ya music? Yeah. Ni mfumo ambao nilianza mwenyewe, nilikuwa napenda kuimba kipindi cha nyuma bado nikiwa shule. Lakini baada hapo nilikuja mjini kutafuta maisha yangu, nikakutana na wadau wenzangu. Wadau niliokutana nao kidogo tulikuwa tuna tofauti. Wenzangu walikuwa na elimu, mimi elimu ilikuwa ndogo. Lakini nikaumana nao, tukashirikiana. Kwa kina watu wa kwanza kukutana nao hapo Dar es Salaam mwaka 92. Hapo kipindi kwa 92 ulikuwa unatokea kijiji gani labda au mkoa gani? Hapo natokea Mbeya. Mbeya Iunga. Nimesoma shule ya msingi Mapelele Iunga pale. Nimemaliza shule kitambo darasa 7, sikuweza kufaulu. Nikaanza harakati za maisha. Kuja nikaingizana muziki, nikajaribu, nikapata watu wakanisapoti, bwana unaweza, basi tukashikamana nao. Baada hapo nilikutana na kina Afande, tukaja Ghetto Boys. Afande kipindi hicho na yeye anaanza kutoa nyimbo yake. Tukawa sisi tuko nyuma kama wafuasi. Wale tushauri wengine na sisi twende hivyo, mwisho wa siku na sisi tukapata nafasi tukajaribu kufanya. Hiyo nyimbo ya Naomba Nipende Kama Nilivyo inajulikana kwa jina la Msela. Hiyo nyimbo nilimba mwaka 2004. 2004. Idea ikawaje mpaka nyimbo ikawa Msela? Idea ni kwamba mimi mwenyewe nilikuwa na maisha ya kisela kwanza. Kwa sababu nilikuwa sio mtu ambaye labda pengine mwenye kazi nini, nilikuwa napiga debe. Nishafanya kazi za nzege, ni live. Haya mambo yote niliyoimba humo nilikuwa nafanya. Nilikuwa napiga debe kipindi hicho Kariakoo, maeneo ya nasema kule Shimoni. Kwa hiyo pale tunapiga debe, tunaishi. Unaona, baada hapo na media yangu ikaja hivyo kwa zile shughuli zangu. Nikajaribu kufanya hicho kitu, ndo kama hivyo nasikia. Labda tunazungumzia kwa upande wa sanaa kipindi hiko, wakati unaanza kuimba na nyimbo yako ilivuma sana. Labda tunakuja katika upande wa maslahi, wakati kile kibao kilitamba sana, yalikuwaje? Kweli kuhusu maslahi, hiyo ni changamoto. Maslahi yanakuja kutokana na mifumo wa watu ambao walikuwekeza. Nilikuwa najiendesha mwenyewe kifupi. Na kwa kipindi kile bwana, maslahi kwetu yalikuwa na kidogo sana. Labda pengine unaweza kaambiwa bwana, njoo kwenye sehemu fulani ufanye hata show uimbe, mtu atakupa 500,000 milioni. Una majukumu yako na familia, kesho na fight uende studio. Basi hivyo unanyang'anyana hicho kipato, kesho umepata, kesho umeenda tena, umejaribu hiki. Hivyo tulikuwa naenda. Na producer aliyetengeneza ile ngoma alikuwa ni nani? Producer alitengeneza hiyo ngoma ni bwana mmoja hivyo anaitwa, tulikuwa naye Alama. Na hiyo nyimbo ilikuwa kwamba mimi nilikuwa kwenye kundi cha kwanza. Kwa hiyo kwenye kundi ndivyoimba, nikaomba na mimi nijaribu kuimba kwangu peke yangu. Kwa sababu una nyimbo nimeimba nimeshirikishana na watu, baada nikaona bora niimbe peke yangu. Kweli wakanikubali, nikabidi niimbe, akanifanyia hiyo kazi. Na hiyo nyimbo nikaimba, ikaletea manufaa kiasi chake, lakini sio vile ya kusema kwamba kufaidika sana. Baada hapo nikafanya kazi zingine. Wakati nyimbo yangu wa Msela kiendelea, nikaimba nyimbo zingine na kina Chidi. Labda na Chidi ulifanya naye ngoma kama ipi labda ukizungumza? Chidi nimefanya naye kazi ya nyimbo ya Dar es Salaam Stand Up. Mle wewe ulikuwepo? Kweli ile nyimbo baada ya kurekodi tulipata sana pesa show, nikaamua kubadilisha maisha. Nikaenda South Africa kutafuta maisha.
hangaika huko tena kule. Sasa masuala ya muziki tena kule nikaweka pembeni. Kule nimefight maisha, baada ya muda nimerudi tena maisha TZ. Lakini wakati ambao narudi, muziki wetu sisi tayari umeshatupwa mkono. Ulitoka kwenda South mwaka gani na ulirudi mwaka gani? South nilikwenda mwaka 2009. Ya, 2009, 2014 nilirudi. Nikakaa mwaka moja nikaenda tena. Baada ya hapo kurudi kwake nikarudi kumekasa, kwa sababu mara ya pili nilipoenda nilienda bila vibali. Iko hivyo. Na labda hukukutana na changamoto yoyote kule South kama wanavyosema wazamiaji, ukienda nchi ambayo bila kibali kuna changamoto za hapa na pale, lakini pia maisha kule, unyanyasaji, je, hiyo unaizungumziaje? Changamoto ni kubwa sana. Alafu kwanza kwa kifupi tu tuseme kwamba kwa njia za hizi za kienyeji si sawa kwenda. Kwa leo hata mimi nawashauri vijana wenzangu kwamba sio sawa, kwa sababu utapata changamoto kubwa, utakwama sana jinsi ya kuishi kule, kwa sababu umeenda kwa njia za panya. Alafu hata kazi utazipataje? Utaenda kuomba kazi labda na ujuzi, utakwambia onyesha vitambulisho, onyesha nini, inakuwa ngumu. Lakini kwa sababu sisi tulikuwa tunatumia kipindi hicho Storoway na tushakuwa tumeenda tumeishi, ikawa tayari njia tunazijua, lakini sio sawa kwa kifupi yani. Kuongelea muziki kwamba kunipa mafaida ya kusema mimi nifanikiwa, kweli muziki haujanipa mafanikio hiyo. Yani zidi labda, kwa sababu tunapozungumzia muziki wa zamani na sasa kwenye utofauti wapo wa kimafanikio, lakini pia hata kwenye mashairi yake. Zamani nyinyi mlikuwa mnaimba, mnakaa chini mnatunga, tofauti na sasa hivi. Na ukisema kwamba zamani haukupa mafanikio, wewe unaona labda ni kwa nini haikuwa hivyo kwa upande wako? Mimi naona sana ni support. Sikuwa na mtu ambaye kuweza kunisupport. Tuseme management, yani sikuwa nayo. Hata kama watu ambao walikuwa wananifuata karibu, walikuwa wananifuata kwa maslahi, kwamba basi nitapata kidogo. Na kingine ni hata ni waase watu wengi, sisi tulifanya muziki zamani, asilimia kubwa kilichofelisha sana ni elimu. Wengi wenzetu wenye elimu waliweza kufanikiwa. Tunazungumzia mfano Diamond Platinum sasa hivi ana jina kubwa na ni msanii maarufu sana Tanzania, lakini yeye na pia elimu yake ilikuwa hivyo hivyo. Kawekeza jitihada binafsi na mpaka mafanikio yake kwa sasa hivi, lakini pia kapambana kaaso kaja kuwa msanii mkubwa sana Tanzania. Kwa kipindi hiko, ni labda unaona ukiachana na elimu ni kitu gani kingine ambacho umeona kwamba kimekulostisha hujafikia yale malengo ambayo hujajiwekea kimuziki? Ni sana bado ndasimama ni kwamba management ndo ambacho ni kitu kikubwa sana, kwa sababu wewe huwezi kwenda wewe mwenyewe bila kuwepo na watu kukusupport. Unajua, hata kama unatafuta pesa lazima uwe na rasilimali watu waweze. Hicho ndio kilichofika sehemu ambayo kwa kipindi kile cha nyuma ilikuwa watu hao kuja kuwekeza karaka kwenye muziki ilikuwa sio rahisi, sio sawa na sasa. Sasa hivi mtu akishaona kwamba kazi yako ni nzuri, atakuja atakaa na wewe chini, hebu jaribu fanya hivi, kwa sababu anajua sasa ni pesa. Ndugu mpenzi mtazamaji wa JPTV, bado tuko na msanii nguli wa Bongo Flava Chelly Amani, kitambo na iko wale watoto 2000 na kwa ngumu sana kumjua. Wengi sana wasanii wanaotokea Mbeya wakija Dar es Salaam huwa wanaimba kwaya. Kwa nini we hukudili huko na ikatokea ukaimba Bongo Flava? Ni kweli nilianza hivyo. Kuimba nianzia kanisani. Hivyo, lakini baadaye kaona kwamba bora niende kwa nafasi, kwa sababu mfumo ambao nilikuwa na watu ambao nilionao wengi tumedini na muziki huu ambao sio wa dini. Maana nilikuwa na watu wengi ambao ama grupu kikaa leo naona grupu nenda hii. Kwa hiyo watu nilikuwa nao hawapo kwenye gospel. Hawapo kwenye maisha. Na mimi mwenyewe nilipenda pia kwamba nisimbe gospel. Hali na Usiniache ambao inaotamba sana, lakini labda kuna nyimbo nyingine yote ambayo ulishafanya mwenyewe na ukadiriki kutoa mpaka album? Kwa kweli kwa hapo sijafanya, ila nyimbo zingine nilishirikishana na watu, ila mimi mwenyewe hapo nilipo hiyo nyimbo nikaitoa kama hiyo, sijakamilisha album. Na nikafanya mpango ifike redioni, lengo niitoe na video, lakini mipango ikabamsi ikabaki hivyo.
Kwa ina maana umetoa nyimbo moja kwako wewe kama wewe ni moja tu, nyingine zote umeshirikishwa. Muliweza vipi kupromo mziki wa zamani na kusikika au washabiki kuwasikia kwamba anaimba ni msanii fulani kuliko yani tofauti na sasa, kwa sababu sasa hivi ni mitandao ya kijamii iko mingi, watu wanavuma kwa TikTok, Facebook, wapi, lakini zamani hata kwenye kusikika kwenye media ilikuwa ngumu, lakini utasikia kwamba nyimbo inapigwa mtaani. Hiyo nyinyi mliweza vipi? Asilimia kubwa tulichokuwa natumia ni sana sana labda ni radio sana sana. Kwa mfano kama hujafikisha radio, basi uweze kupambana na walao hata show labda uenda sehemu uitambulishe nyimbo hivyo, kwa sababu radio ni mpaka unatakiwa na uwe na pesa, na huku utaambia bwana show nenda sehemu fulani labda utakupa kiasi fulani. Zamani mapromoter walikuwa nasema tu, hauwezi kukubaliana kwa bwana mimi ni game milioni 5 au milioni 10. Atakuwa bwana mimi nakuandalia show twende sehemu fulani, kule show ikienda mimi nitakupa labda milioni 2. Umeona? Kwa vile unataka kutangaza kazi unaona ngoja niende. Na kwenye upande wa radio ilikuwa ni kwa process gani? Labda kuna gharama yoyote ambayo mlikuwa mnalipa ili nyimbo yako isikike redioni au ilikuwa? Gharama zilikuwepo. Kama shilingi ngapi labda? Kwa kipindi kile ilikuwa naanza na 4,000 5,500 radio za kawaida kwa nyimbo moja. Na kwenye masuala ya kwenda kurekodi audio na ilikuwa gharama ni shilingi ngapi? 2004 mimi nyimbo ya kwanza nimerekodi kwa shilingi 1,600,000. 2004 1,600,000. Na hiyo pesa uliipata kupitia nyimbo zilizoshirikishwa kwenda kupiga show au labda kwenye utafutaji wako kama ulivyosema kupiga debe nini? Hapo nilikuwa napambana. Nilikuwa napambana hivyo kwa sababu yani utafute hela ndo uende studio. Utapata kidogo utaishi na familia yako, unajibageni siku kienda bwana hebu nitengenezee beat fulani. Toka ende kafanye mazoezi, mara ukirudi bwana hebu niandalie kitu fulani jaribu. Nakaa na producer chini bwana unafanyaje nisaidie hivi, atakwambia bwana wewe fanya kwanza. Hivi unavyoona muziki wa zamani na sasa, yani upi ni mgumu zaidi ya? Kwa mimi ninavyoona muziki mgumu ni wa zamani. Sasa hivi kuimba rahisi. Muziki wa sasa hivi ni rahisi kwa sababu kwa mfano kama mfumo wa singeli na wewe kuweka maneno yako yote unayotaka. Lakini muziki wetu wa zamani labda kama unaimba vipi, labda kama unaimba kuhusu muziki wenye hisia wenye kuhusu maisha, basi hata mifumo yake ya beat nayo ileze kutengeneza kwamba kama hisia. Sawa, tunakuja hapo. Yani muziki wa zamani ni mgumu lakini wa sasa ni mrahisi kulingana na hivyo the way unavyoelezea. Kwa sasa wewe labda kulingana na changamoto za utafutaji, labda kwa sasa una mafikirio yoyote ya kurudi tena kwenye game au? Ni kweli na sijakata tamaa. Na naangaikia sana swala hilo hata kama walau ndoto yangu iweze kukamilika, kwa sababu hata hapo nilipofikia najisikia kwamba nilifanya kitu fulani lakini bado mimi hakijani nufaisha chochote. Kwa hiyo ndoto zangu bado zinafikiria kwamba labda kesho au kesho kutwa niweze kufanya kitu kiwe bora zaidi ambayo mimi nipate manufaa. Sawa. Sasa tunazungumzia kwa sisi mashabiki wako, kwa wale wapenzi watazamaji na maana pia ni mashabiki wanatamani sana kumsikia tena Cheleamani akirudi kwenye ubora wake. Labda una kitu gani cha kuwaambia? Sasa hivi najipanga kutokana na mfumo wenyewe wa maisha kwanza. Sasa hivi najua hata ukiingia studio unataka uwe na pesa nyingi. Kwa hiyo najipanga, lakini kuna ngoma ambayo mimi nataka niitoe. Yaani kama Mungu atanisaidia kwa umri wangu nilionao, basi ifikie 2025 mwezi wa 10 au wa 11 niweze kutoa hiyo nyimbo. Kisha kama watu wataikubali, wataipokea, basi itabidi nifanye support sasa, ni surprise na hiyo ambayo ilinitambulisha. Nataka kujua tu DJ wa zamani kama unamkumbuka ambaye alikuwa anasupport sana Bongo Flava. DJ wa zamani ambaye alikuwa anasupport Bongo Flava. Muziki wa Bongo Flava kwanza ulitengenezwa hamasa. Ulitengenezwa hamasa na watu ambao walitoka vyuo vikuu. Ndio maana ilifika kipindi watu wakaambiwa bwana hebu tujaribu kukaa makundi. Makundi sio kwamba watu lazima walifanya wenyewe, ila tu lazimu iwe hivyo kusudi nini?
tutengeneze njia ambazo za kufikisha ujumbe wa hii Bongo Flava. Kwa hiyo hata ma DJ nao pia walipewa kipaumbele hivyo kwamba kwa watu wenye idea sawa muweze kuvuta kama kina Maniota. Mimi Maniota nilikuwa na mkubali na respect kwa sababu alikuwa anatengeneza beat mzuri, hata kina Ustaz Juma kina Majani, hao ni maproducer walikuwa wazuri sana. Moja zamani muziki wa kuimba kama nyinyi mlikuwa mnaitwa wabanapua. Yes. Mliweza vipi kusurvive katikati yale matusi wanaochana chana? Mara nyingi njia ina mambo mengi ujue. Kwa sababu kubanapua huo muziki wa kubanapua kwa kitambo unaanza, wengi sana walibanapua, walilia sana kutokana na mfumo ulivyokuwa. Umeona, lakini baadaye ukaenda unabadilika. Lakini watu wanataka kutengeneza kwa mfano, unasikia mimi sauti hapa nilio nayo. Na ile nyingine unatumia mashine. Inabidi uibane. Ni producer mwenyewe katumia autotune au wewe kwenye kuimba ni? Wewe mwenyewe huwezi kurudisha hali halisi kabisa. Unajua, inabidi na producer naye ana sauti inasikika kabisa. Ni kweli. Je, umeshawahi kufanya show za chaka tu chaka kama ndugu yako Best Naso ambaye anaita mfalme wa chaka tu chaka Tanzania? Wewe chaka kwa chaka nimefanya sana. Nimefanya sana. Kuna nyimbo moja ukiona kwenye ile Ghetto Boys Darubini Kali utaikuta ile video. Swali lazima nikuulize kwamba msanii gani ambaye Tanzania kwa sasa hivi yaani unamfuatilia, unamsikiliza mpaka unatamani ufanye naye collab? Kwa mimi binafsi ni Juksi. Majuksi. Yes. Kitu gani kimekuvutia kwake? Mimi kichonivutia kwake yeye sana ni jinsi mfumo anavyoimba na sauti yake anavyoweka, huwa namkubali sana, expect sana. Na tukija labda tukizungumzia kwa upande wa kiume, kwa hakika je? Hapo nitasema uongo. Wanawake wanajitahidi, wanaimba muziki mzuri, labda unajua tuseme kwa mfumo gani labda. Tufuate kama nani labda Legend nyuma, mimi alikuwa kidogo anishawishi sana. Na labda Mwasiti. Ni kwa nini nyimbo yako imehiti sana, nilitamba sana, lakini haijawahi kuwa nominated kwenye tuzo yote ile hapa Tanzania? Ni kweli. Mimi kwa kifupi naweza kusema tu labda ni akili ujanja nilizidiwa. Kwa sababu hii nyimbo ilifika kipindi nilihangaika sana na kesi, kwa sababu hii nyimbo ilifika sehemu watu tayari washaipatia pesa. Kwa sababu baada ya kuimba wakati nimetoka nimehangaika na maisha yangu huko, watu wakaitumia. Ikafanya kazi sana. Umeona? Sasa hapo baadaye kuanza kufuatilia, mbona naona nani yangu natumia nini mambo kibao. Kafika sehemu nikashindwa hata jinsi na nini, sijui kufight mambo hayo na hela. Umeona? Nikajitahidi vile nilipofikia, basi ndio sasa imefika hivyo, lakini mpango wangu haujafa. So labda kwa kupambana na kesi ambayo nyimbo yako hiyo, lakini pia gharama uliotumia kurekodia ile nyimbo studio, ya faida au ilikuletea hasara? Kiufupi nilipata faida. Kwa sababu kwa gharama ambayo nilirekodi hiyo nyimbo na mpaka inaenda kuja kupata hela nilipata, kwa sababu nishaifanya naye mambo ya show, shenda Tanga, nishafanya show Mwanza, nishafanya show kipindi hicho kina Chidi Benzi anatambulisha nyimbo Dar es Salaam stand up, na mimi hiyo nyimbo naye ilikuwepo, nikafanya naye kazi, imenipa kipato kiasi. Swali lingine, zamani wasanii wengi kishakuwa msanii huanza kujiita majina yao, mara Wanyama, Cowboy, majina fulani ya kutisha. Simba. Maana ukisikia Simba alikuwa ni Afandeseli. Si ndio? Sasa hivi kamwachia Diamond. Kwa Simba watu wajue kwamba Simba alikuwa ni Afandeseli, na sio Simba tu. Maana Diamond hajui Simba gani. Yeye alisema ni Simba dume. Simba dume Afandeseli. Sasa kuna kitu ambacho wasanii wa zamani walikuwa wanaathirika sana na madawa. Yaani sasa nataka kujua wewe ulinusurika vipi na hizo hali za kuwa addicted? Ni kweli. Hayo mambo asilimia kubwa watu wameathirika nayo kutokana na mambo ya muziki. Asilimia kubwa ni starehe. Unajua.
Sasa inafika kipindi mtu anaweza kaingia kwenye mfumo huu jinsi ukivyoshawishiwa. Unaweza kuta bwana haraka haraka tu ukaambia bwana hebu imba hapa, ukao umesimama ukaimba mbele za watu haraka haraka kidogo inakuwa ngumu. Basi ngoja nitoe aibu. Mtu anapata kidogo valiamu nini, ndio hivi. Sasa kipindi kile masuala ya ufuatiliaji wa madawa kulevya hakuwa sana. Umeona? Kwa hiyo watu wengi waliona kwamba nikishakuwa niko feeling nini tafanya kazi yangu. Hicho ndo asilimia kubwa watu waliasilika nacho. Umeona? Kama ulimpata Dark Master ukafanya naye ngoma, ni kitu gani kilikunyima kufanya ngoma na mfalme wa Bongo Flava hizo, mimi namuita Albert Mangwea? Level yangu ilikuwa bado iko chini. Level yangu bado ilikuwa chini. Unajua hata kipindi kile unaweza kutamani nifanye kazi na mtu fulani, lakini ukaenda bado ukamkuta yeye mwenzio yuko juu. Muda huo bado na level yako hujamfikia. Sio kwamba watu hawataki, hata leo kuna watu wengi wanahitaji kufanya kazi na Diamond. Lakini bado huwezi kumfikia level yako. Lakini pia kama ulivyosema hapo, muziki ni starehe. Kwa hiyo tunakuja moja kwa moja kwamba wanasema wasanii wengi walikuwa na mafanikio kwa kipindiko wanajihusisha na madawa ya kulevya. Kwa maana akienda labda nchi za nje, akirudi akipiga pesa zake, yani anajikuta kwamba maisha yake yanabadilika kulingana na huko anaonekana anafanya sanaa, lakini kumbe nyuma ya pazia kuna kazi nyingine anaifanya. Kusafisha pesa. Iko hivyo kwa sababu kwa mfano labda tuchukue mfano kwa njia fupi. Wewe unatafuta pesa. Labda mimi naweza kukwambia bwana mimi nitakupeleka basi hata hapo Walabuni. Uende kule ukakae kule kama mapumziko, uandae nyimbo yako, ufanye hivi, nitakupatia visa kila kitu. Lakini sasa huenda huyu anayekupeleka ameamua yeye labda kufanya shughuli zake, aweza kukupeleka tu hivyo wewe labda bila manufaa yote. Unaweza kaambia bwana shika hii, fanya hivi na utapata pesa. Mtu akiangalia haraka haraka kama kina Albert Mangwea sinaona. Lakini sasa yote ili watu walikuwa kwenye harakati ya kutafuta pesa. Nje ya muziki, kwamba nitakuwa kwenye muziki lakini nje yake mimi nitakuwa nafanya issue nyingine. Iko hivyo. Hivi baada ya kutoa ngoma yako Usiniache, afu ukasikia kwamba imeshaenda viral. Kila mahali inasikika kwenye top 10, nakumbuka Radio 1 ilikuwa mpaka inaenda mpaka namba 1. Nilifanya mbinu hiyo mpaka kuifikisha hapo. Mpaka namba 1, kumbe ni mbinu mnafanya. Sasa nitaka kujua hii ngoma baada ya kutafutwa na mtu au promoter ukaambia bana utaenda kufanya show sehemu fulani, nataka kujua ulijisikiaje? Ni kweli mtu wa kwanza kabisa kunibeba kwenye hiyo issue kwamba bwana twende sehemu, tena sehemu ya kwanza ilikuwa ni Tanga. Kama bwana ona bwana kuna show, kuna wasanii wataenda huko kipindi hicho kwa Dudubaya. Kina Professor J. Basi na wewe miongoni mwako bwana utaenda huko, lakini mimi ndio nimekufanya hiyo mpango. Basi nilishukuru sana, nikaona fresh. Nikaenda kule, kweli nikaswali kufanikisha. Mwisho wa siku ndio vile. Lakini kikubwa kichukua tu kuangalia sasa hata kazi na kwenda mastai ya kwapi. Umeona? Sasa unakuta bwana show imepigwa bwana milioni labda 10. Zamani milioni 20. Hela nyingi sana. Sio leo mtu atakwambia naenda show tu moja milioni 70. Milioni 10, milioni 20, lakini wewe utakuja kupata hapa milioni 3, milioni 5. Na milioni 5 nyingi sana. Kama show ya milioni 15 huwezi kupata milioni 5. Mimi nataka kusikia sasa atupe ladha sasa. Japo kwa sasa hivi Zizi alikuwa kijana mdogo. Sasa hivi tutapata ile sauti. Japo mashairi. Kwanza kabla hujaimba nyimbo yako ambapo ujue sasa kwamba ni wewe. Ndio nataka nijue sasa kwamba katika ushawahi kuandikia wasanii wengine nyimbo katika utunzi wako? Ushawahi kuwa mtunzi wa nyimbo za mtu mwingine? Ndio. Nimeshawahi jaribu kutunga nyimbo. Kuna nyimbo moja inaitwa Mademo wa Wasanii. Hiyo nyimbo aliimba Nasbi. Mimi Nasbi akaambia nyimbo acha nifanye kazi. Mademo yametoka. Mademo wa kisanii. Mademo wa kisanii. Bwana sasa tupila za kidogo. Kwamba tuone kwamba kuna Chele Amani live ni yeye. Karibu. Hamna shaka. Kwani mkabidhi mic yenyewe. Imburiki hapo.
naomba nipende kama nilivyo Msela, usiniache. Naomba nipende kama nilivyo Msela, usiniache. Sometime unapiga debe na beba nzege every day. Sasa hivi sema maisha ya sauti zimeshapotea. Yeah. Tumesha kusikia kidogo. Lakini unaona hii nyimbo wakati unaimba mimi nilikuwa nasikiliza. Yeah. Lakini nikasikiliza kwa jicho la sikio la tatu. Yeah. Nilikuwa naona kama vile nyimbo ina uhalisia ndani yake yani. Maana amesema anapiga debe. Kwa maana yake kuna mtu alikuchanganya mpaka kama kumueleza uhalisia wa maisha yako. Yeah. Afu ikatoka. Ni kweli yani. Jisikiaje? Yaani ni kweli hii ilikuwa ni formula ya maisha yangu. Yaani hao watoto, familia ya watoto 5, mimi mke wangu nilipambana kuhangaika kwa sababu mimi nilikuwa chini kielimu, lakini yeye alikuwa kidogo na elimu. Lakini maisha ilivyokwenda, misuguano kwa maisha ikafika sehemu mpaka ikabidi ndo yani hiyo halisia wangu moyoni ndio nilichokisema. Nilikuwa namueleza hivyo. Yeah. Anaitwa Sala na ni yeye kweli ni Sala. Elia mapenzi Sala. Na Elia mapenzi. Na ndio huyo ambao umezaa naye watoto 5. Mstari ulikuwa mkali sana. Ulilia. Hata unaimba alikuwa na hisia gani sijui? Yaani ile kitu ambacho kipo moyoni si unajua? Kinatoa sauti. Yaani swala ambao nalo linacheza na moyo wako, nafukuta moyo wako labda ndio hivyo na basi. Kwa hiyo unakuta unaenda unaleta kile ambacho kipo kwenye hisia yako. Ngoma naikubali sana. Katika ufugaji wako wa rasta, unje kufanikiwa kupata mademo ya kizungu? Zamani nasikia mnafuga rasta, mpate mademo ya kizungu. Ulifanikiwa? I say hiyo bwana, hiyo ni kwa ni mausebi tu. Mzungu atakupenda tu, sio mpaka uwe rasta. Sio rasta tu. Mzungu atakupenda tu. Sala mwisho kutoka kwangu, una mpango wote wa kufanya labda filamu hivi kama aliofanya 20 pa na wasanii wengi sasa hivi wanafanya filamu, una mpango wote? I say hiyo ndoto ndo na hivi iwaza sana kwenye kichwa changu. Yaani nijaribu kufanya filamu ambayo inaendana na uhalisia wa hiyo nyimbo hiyo ya Msela. Kwa sababu kama nitafika sehemu nilijaribu kutengeneza kikundi fulani nikiwa Mbagala. Lakini mwisho wa siku tukaenda mambo kaenda karibika. Umeona? Tena nikaanzisha tena. Umeona? Nikaanzisha kundi moja inaitwa Wachukiwa. Lakini nayo unajua kuanzisha kitu inahitaji lazima. Lakini kama mambo yanayumba mchangishane mwisho wa siku mtu natamani sana hilo kweli. Hilo natamani sana. Na kama naweza nikakaa nimewapata wenzangu kweli watu wa ukweli, tukakaa nini na tukasapotiana kwa sababu idea ninayo. Ijapokuwa umri umeenda lakini siwezi kosa kutoa kama mchango kadogo. Haya, hivi kuna wasanii ambao wewe ushawahi kuhaso nao studio? Ndio. Hawajatoka mpaka wapotelea huko. Ndio. Nitajie mmoja afu mkumbushe ambaye ulikuwa naye unahaso naye na je kutoka kabisa. Wapo wengi sana naanzia labda Ghetto Boys. Ghetto Boys watu ambao walitoka pale Zozo Wida. Wapo pale wakina Oteni alitoka. Oteni mfahamu ndio shida na Pandesele kweli baadaye. Yupo mtu mmoja anaitwa J Mara. Naye muda mrefu sana Ghetto Boys hajatoka. Tuliko wengine tukaamua sasa baada ya kuona nafasi huwezi kuipata tukaamua kutoka kama wakita Kalipi. Wamekaa vibaya. Ni bado hajatulia. Kitambo. Na wote watu wa familia waelewi. Alikuwa anaimba katuni. Rap katuni. Hivi ukidogezea kidogo, hapa nimezima kamera. Hivi Pandesele na Oteni walichokuwa wanagombania ni mademu au kuna mmoja alitembea na mke wa mwenzie? Yale sio mambo ya nani, ni mambo ya muziki kwa sababu Pandesele kwa kiujumla yeye alikuwa kama ndo kiongozi wa Ghetto Boys. Ghetto Boys ama Watupoli? Kwanza ilianza Watupoli, baadaye tukabadilisha kwa Ghetto Boys.
yeye ndio alikuwa kama kiongozi. Lakini sasa asilimia kubwa sio watu wanatazama mafanikio. Baada ya Fandesere kwenda kupata tuzo, asilimia kubwa watu wamekosana naye kutokana nini? Kile kilichopatikana labda watu nao wapate hisa ikawa kwake ngumu. Nilichokipata ni mimi. Oteni ndo alimind sana. Oteni ndo alimind. Walitukanana sana mpaka Fandesere akasema kwamba hata sio Oteni tu, hata Dito mwenyewe mpaka sasa hivi hawezi kusalimiana. Maana nimesikia Oteni anasema kwa majina anaitwa Filipo yule mkubwa Filipo Selemani Msindi. Wote ni kwao kumoja. Maiti yangu ende Moro. Watu Morogoro wote wale. Ile kesi alisuluhisha mkuu wa mkoa kipindi kile nani? Wakapatana wakasema tusahau yote yaliyopita. Unakumbuka nyimbo Yaani hiyo ilikuwa ni maslahi. Nyimbo za zamani. Sasa watu 2000 waelewe bana. Hata kidogo. Wape neno la mwisho wasanii ambao wameingia kwenye sanaa, wameona pazito na wanataka kukimbia. Hebu watie moyo. I say mimi binafsi kama una ndoto ya kufanya kitu, kwanza usihofie na wala usijivunje moyo. Inabidi upambanie. Kama wewe unaweza kuimba, pambana. Tafuta namna, angalia kwamba je, wenzangu wanakwendaje na mimi nijaribu kwenda na mfumo gani ambao kiasi kwamba na mimi sio useme eti mimi sasa nimeshindwa. Kusema umeshindwa kwa utashindwa. Lakini sema kwanza mimi naweza, kwa sababu nao walioweza nao walisema wenyewe nao wanaweza. Kwa hiyo mimi nawapa kwamba wajitahidi, wapambane sana. Na muziki unagea uangalie kwenda na wakati. Kwa sababu unaweza katuambia kitu katuimbia kilichopita mwaka juzi ili watu chikisahau. Unaangalia kile ambacho kipo mbele ya watu. Kwanza tuanze kwenye upande wa maisha ya kawaida, tunazungumzia family sasa labda una mke, watoto hivyo. Na ni kweli nina familia ya watoto 5. Lakini kwa sasa hivi mke wangu tumetengana. Niseme labda kwa sababu ni mfumo mbadilika wa maisha, kwa sababu tulikuwa naishi tukafika sehemu maisha yamekuwa tofauti tukametengana. Lakini ni mzazi ambaye ni familia ya watoto 5. It means kwenye maisha ya kawaida, labda kwa sasa umesema muziki hujakulipa, lakini tukaona kwenye show zako kaenda South, labda mafanikio ambayo uliokuwa nayo kwa sasa aidha kupitia muziki au katika show zako tu za kimaisha, labda kwenye upande mwingine. Ila kwa sasa hivi shughuli zangu mara zishughulisha, nafanya kazi na makampuni na ujuzi wa fundi ujenzi, afu pia vile ni operator wa mashine za wheel loader ndio ambazo najishughulisha sana kwa sasa. Kuona kwenye mitandao ya kijamii, labda atakutafuta kwa website gani au unatumia jina gani? Tukizungumzia kwa YouTube, TikTok, Facebook. Kwa jina hilo ni Cheleamani. Ukiingia YouTube anga Cheleamani unanipata. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, tulikuwa tunapiga story na Cheleamani. Msikia moja kwa moja. Hii ni JP TV, habari za uhakika. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment. Nikutakie utazamaji mwema. Langu jina naitwa Juma Musa Ngwea. Bye bye.